alimesa kitu. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, gavana wetu wa hapa Nakuru Mheshimiwa Susan aka Susi, waheshimiwa mawaziri, katibu, mjumbe wetu wa hapa Mamba, watu ya Rongai, hamjambo, chamge, yomune, nisalimieni kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Rongai mpo? Asanteni sana kwa kumkaribisha kiongozi wetu kwa shangwe na furaha. Kiongozi wetu Rais William Ruto, tumepata nafasi njema leo kufika hapa Rongai, kwa sababu tangu mtupatie huyu kiongozi wetu akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, hatujapata nafasi ya kuja kusema asante. Kwa niaba ya rais wetu na mimi na timu yetu nasema asante. Watu ya Rongai mlimpigia rais wetu kura 100%. Na tumetaka tuseme asante sana. Na rais, ulipopata ushukani kukakuwa ile uchaguzi wa mjumbe, ulikuwa na dosari kidogo. Na naona ilikuwa ni baraka ya huyu Chebol. Kama ingepigwa siku ile ilikuwa inaenda kombo, si ndio? Lakini rais ukatutuma hapa, ukaniagiza niongoze timu yako, tupige kambi hapa, tuongee na hao watu ya Rongai. Na tukafika hapa Rongai na tukajadiliana kwa kirefu na tukakuwa na MOU na hao watu ya Rongai ya kwamba wanataka kuwa ndani ya serikali. Rais alikuwa tayari ameshapatikana. Sasa ilikuwa ni kujipanga nyuma ya rais, na hao wakasema wakakauli moja, hawataki kuenda upinzani, wanataka kuwa kwa serikali ya William Samoei Ruto. Na ndio wakaamuka mapema, tulikuwa tunafuatilia. Na hao viongozi ya Kinagongo na wengine walitembea hapa mikutano mingi, na watu ya Rongai wakasikizana kwa kauli moja, watakuwa ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Wakaamuka wakampigia Chebol kura. Mimi watu ya Rongai kutoka roho yangu ndani nataka niseme mlitupatia heshima, mlitusikiza, mlituamini, nataka niseme asante. Na sasa huyu Chebol nimeona ameanza vizuri. So far so good. Hivi miezi iliyopita kulikuwa na shida hapa, watu walikuwa wamemwelewa, akakuja akapiga kambi katika ofisi yangu. Ndio tushughulikie hao wananchi. Na tukakuja, tukawajengea, tukawarudisha, na wale maofisa walikuwa wamesimamia hiyo maneno mbaya, tukawaondoa. Na hiyo ndio njia ya mjumbe kufanyia watu yake kazi. Kwa hivyo wewe Chebol kanyangia hapo. Mbele iko sawa. Na tukitembea hapa wananchi walikuwa na wasiwasi kidogo mambo ya basari. Watu kwanza wale wa Mlima Kenya walihamia hapa, walikuwa wanakwama kwa ile jamaa. Tukiwauliza ni kwa nini, wanasema alikuwa anawapatia basari kwa usawa. Tukamwambia huyu Chebol hata yeye atampatia basari kwa usawa. Kwa hivyo hapo Chebol, mheshimiwa, uangalie hapo. Niliona watu wameweka hiyo makini sana kupeana basari kwa nini? Kwa usawa. Na sofa nikisikiza nikiwa mbali, naona mheshimiwa ameshika laini vizuri, na ukikaa nao wananchi vizuri watakupanga pale mbele. Tumeona tumechelewa kidogo, tungekuja kusema asante. Lakini unajua rais alipoapishwa, ile mzee ya maandamano alianza kumsumbua. Akaanza kuvaa sufuria kwa kichwa na kwenda kwa barabara. Akaanza kuchoma vitu ya wananchi. Akaanza kulipa vijana waue wengine. Sasa tukasota hiyo maneno, sasa tumesukuma kwa kona, tunasikia ameenda kupumzika Uingereza, ndio tumekuja kazini. Kwa hivyo sasa nyinyi, sasa sisi sio mzee tumemalizana na yeye. Ndio sasa tumerudi kwa kazi. Unajua alikuwa anachoma mpaka barabara ya rami. Anaambia watu yake choma barabara, choma leri,
haribu hii, haribu ile. Sasa mimi na rais tukaona kwanza wacha tumalizane na yetu, msukume kwa kona, akifika kwa kona turudi kwa kazi. Ndio tumekuja. Tumsukume akae hapo kwa kona, tusimkubalie kurudi ama tumkaribishe? Rongai mnasema tumkaribishe ama akwende? Aende akiendaga ama arudi? Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi. Rais sasa ameshika steering ya Kenya. Tairi yote ni mpya. Petrol tank tumejaza full tank. Makanga ni mimi niko hapo. Abiria wako pale. Gari inasonga. Inafanya nini? Mnataka isonge? Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi. Nyinyi wacha tumuombe rais. Alikuta Kenya imefilisika, shida ilikuwa mingi, store tulikuta hakuna kitu, hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais ameanza kazi kama kijana mdogo vile, anaanza kujenga kanyumba kidogo pole pole, lakini Kenya imeanza kuamuka. Si mbolea mlipata? Na sasa tunaanza tena kuandikisha wale wakulima hawakuandikishwa, ndio mambo ya mbolea. Na ingine rais ametuagiza wale wamama wazee na wale wazee wenyewe wamefika miaka 70. Kwanza pesa yao rais amesema kabla yeye apate na mimi na hao mawaziri na gavana, hao wazee wapate pesa yao. Na wameanza kupata. Na wale walikuwa hawajaandikishwa wamefikisha miaka 70. Hivi karibuni machiefs watakuja waandikishe. Ndio hao wazee wetu wapate marupurupu yao, si ndio? Na rais ukinipatia ruhusa, hata hii mzee anatusubua ya maandamano ni 8 years, nimweke kwa hiyo orodha, tupange pesa yake pia. Mnataka tumbagie 2,000 na yeye pia apate tariki 24 na wengine ndio aweze kutulia. Kwa hivyo mimi niko na furaha, tumesema asanti. Rais niliambia hao wangwana wakipitisha huyu nitakuja tuchinje. Si nilisema? Sasa wewe Chebol panga siku. Mimi ng'ombe niko nazo, kila kitu niko nazo. Sasa yeye si tuliagana? Mlisema mtakula ng'ombe 50. Si tulikubaliana? Sasa huyu mheshimiwa apange siku tukuje. Si ndio? Ndio sasa tufanye hiyo sherehe ya kusema asante. Mko tayari kumkaribisha kiongozi wetu? Simameni, kwani mtamkaribisha kama mmekaa chini? Haya, bigere. Karibu sana rais wetu. Haya, asanteni sana. Tafadhali mnaweza keti chini. Wangwana wa Rongai hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Omune. Chamge. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nishukuru Mungu kwa kutupatia nafasi. Tumefika hapa Rongai siku ya leo katika kaunti yetu ya Nakuru.